Asifiwe. Sika jirani hapo, mbona una huzuni? Mwambie mbona una huzuni? Unasikitika? Shuhuda tunasema la jipe mwenyewe. Yes. Haleluya. Sika tena, mbona una huzuni? Mbona una huzuni? Au ndio unatuoga? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi nikuletee neno la Mungu kwa dakika chache. Tega sikio lako mahali ulipo. Kama unaweza kusogea mahali hapa, tunakukaribisha. Mungu ana neno na wewe. Tumeleta habari njema za Yesu Kristo. Yes. Hatujaleta habari za dini. Amen. Wengine huleta habari kwamba dini yao kiamia ni nzuri. Hey. Dini yao inasali siku ambayo imekubaliwa na Bwana. Hey. Sisi tumemleta aliyokubaliwa na Mungu. Yes. Akawa ni mwokozi wa maisha ya kila mmoja. Yes. Hatujaja kusema siku iliyokubalika. Amen. Hatujaja kusema dini iliyokubaliwa, bali tumekuja kumsema yule Mungu aliyemwadhimisha kupita majina yote duniani na mbinguni, kupita sultani zote, kupita falme zote, kupita mamlaka zote, kupita kila wakuu anga. Yes. Kwenye Biblia, kwenye simu, tunajua sasa hivi tuna simu janja, tuna smartphone. Unaweza ukafungua Biblia yako. Najua sauti unaisikia kwenye simu janja. Fungua kwenye Biblia yako, karibu unaweza ukafungua kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 mstari wa 17 mpaka wa 20. Nitasoma neno la Mungu. Mstari wa 17 unasema, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi. 18, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote wanipendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Haleluya. Haleluya. Wakopo wanaokula na Bwana. Wakopo wanaokula na Bwana. Neno la Bwana jioni leo tunakuletea. Yesu Kristo anasema ya kwamba yuko mtu mmoja katika maeneo haya, anasema ya kwamba simhitaji Yesu mnayemhubiri, kwa sababu mimi nimejitajirisha. Nguvu zangu zimenifanya hivi nilivyo leo. Nguvu zangu zimenifanya hizi mali nilizonazo leo. Hizo habari za yeye Mungu mnayemsema naona sina haja naye. Hizo habari za yeye Mungu mnayemsema nimesikia sana habari zake. Nimesikia sana akisemwa na dini mbalimbali. Nimesikia sana dini nyingi zikija maeneo haya zikisema ya kwamba njoo huku. Wengine wanasema wakimsikia Yesu wanasikia mioyo yao kwamba hao ni wale matapeli, hao ni wale matapeli, hao ni wale matapeli. Nataka nikwambie mpendwa, sisi sio wale matapeli. Hiyo sauti unajitapeli mwenyewe. Sisi tumekuja ya kwamba tumtangaze huyu Mwokozi ambaye anakutazama wewe, ambaye mara nyingi umekuwa ukiambiwa habari zake. Sisi sio watu wa kwanza kukuambia habari za Yesu. Kwenye redio umesikia, kwenye mitandao ya kijamii umesikia, lakini sema ya kwamba ninao uwezo ambao unanitosha kwenye maisha yangu. Ninao uwezo ambao unanipa nguvu za utajiri. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu anasema ya kwamba sikia shauri yangu leo. Wewe sio tajiri, wewe sio tajiri, wewe hauna mamlaka. Yesu anasema hauoni utajiri kwako, anaiona aibu ya uso, anaona aibu ya uso, anaona unyonge kwako. Anasema ya kwamba huo utajiri unaona unao, unasema kwamba nimevaa. Bwana anasema ya kwamba anakuona uchi, haujavaa chochote kwa sababu ya neno moja. Utajiri unaotegemea
ukamsema Mungu wako kama tunavyomsema hapa mahali hapa jioni ya leo. Nataka nikwambie ya kwamba huo utajiri wa imani ulionao sio kitu, kwa sababu hutoi matokeo yale Bwana anayotazamia kwenye maisha yako. Bwana anasema ya kwamba mtu yeyote ampendaye yeye, mtu yeyote anayempenda kama wewe hapo, huwa anamuonya, huwa anamkaribia, huwa anamwambia mwanangu, hapana, hapo umetenda dhambi mwanangu, hapo uishi maisha salama. Na huyo mtu Bwana anasema huwa anakaza mwendo, anaifuata toba, ile toba iletayo wokovu. Sisi tumekuja kukwambia neno moja, tumemleta Yesu ambaye anasema yeye ukimsikia habari zake, anasema ukimsikia, halafu baada ya kumsikia ukafungua mlango wako, yeye ndo anaingia ndani. Kama utokubali kufungua mlango wako, my friend, huyu Yesu waga lazimishi mtu. Huyu Yesu waga pamwi. Huyu anaitwa Amina na Kweli. Huwa atengenezei mazingira ili uweze kumkubali. Hatukutengenezewa mazingira shama, hatukuambiwa ukija kwa Yesu 1, 2, 3 kwanza. Nataka nikwambie, anatupa uzima wa milele, halafu mara 100 duniani. Hivyo unavyokuja kwa Yesu, usikie sauti ya kufungua mlango kwanza. Acha kutazama fedha, acha kutazama shida yako. Ile mara 100 itakufuata, ile mara 100 itakufuata. Sikia jioni ya leo, ujumbe unasema ya kwamba Yesu yuko malangoni mwako. Agonga hodi. Yesu yuko malangoni mwako, anapiga kwa kishindo, anapiga kwa kishindo, anapiga kwa kishindo, akisema mwanangu nifungulie, akisema mwanangu nifungulie, muda ni mchache mwanangu nifungulie, muda ni mchache mwanangu nifungulie. Kisambo kidogo ninarudi kuwachukua walionikubali rapayanta, kwa sababu injili inasema yeye Mungu alimtuma mtoto wake anampenda ili kila mtu aokolewe, na mtu asipookolewa katika huyo ni hukumu ya uzima wenye tanuru la moto. Nataka nikwambie, utaenda jehanamu kwa sababu ya usali. Sababu ya kwanza, hujampokea huyu Yesu anayegonga mlango. Yesu anagonga mlango, Yesu anamgonga mlango, anasema ya kwamba acha hayo madawa, acha uzinzi, acha ushirikina, acha muda ni mchache, muda ni mchache, muda ni mchache. Bwana anasema wewe semaye tajiri kwa sababu unavaa skin tight inakaa, hayo ni mavumbi, kwa mavumbi utarudia. Unasema ya kwamba nina kanyumba kangu kasuri, nina kakibanda kangu kasuri. Bwana hao ni utajiri wako, kwa sababu duniani tunapita. Huko duniani ni kuna mtu mmoja alisema, dunia tunapita mama, dunia tunapita baba. Utatuachia kwa kaforesta, utatuachia kwa kakibanda, nasi tutajigawia. Wewe kwa mavumbi utarudi. Bwana na hesabu utajiri mkubwa wa yule aliyemkubali kwenye maisha yake. Utajiri wa maana duniani sio kumekuonyesha vieti. Mtu mwenye vieti anitishe, mtu mwenye vieti anitishe, kwa sababu hii mara 100 yangu ipo duniani, mashira ya Bwana nitapata. Lakini kuna hatari, kuna uzima wa milele. Mpendwa, nikwambie, hiyo shepu yako haitokuingiza mbinguni. Hako kamtaji kako ka milioni 2 hakotokuingiza mbinguni. Hako ka uganga kako, alafu najiita mimi ni mtaalamu wa wataalamu Shinyanga. Nataka nikwambie habari za mtaalamu wa wataalamu duniani kote. Naitwa Yesu, simba wa kabila la Yuda. Yeye ni dokta wa madokta, yeye ni mwana pathology, amezamia, amebobea, anakujua kabla uchacha. Hata wiki 7, lakini yeye ategemei ultrasound. Kabla hujaingia tumboni, yeye
hospitalini. Tabia ya dhambi huwa ni ukawaida, tabia ya dhambi huwa ni ukawaida. Kwa mara ya kwanza ulifanya na ukuona matokeo. Yesu anagonga malango. Yesu anagonga mlango wako. Hatujaja hapa ili labda tukupige pesa. Tumekuja hapa kukwambia kweli inayokupasa kuisikia, kweli inayokupasa kuifuata. Mimi nasema viwanja hivi leo, mimi nimenawa mbele za Bwana, nimepanda mbegu ile hai kwa majira na nyakati za Bwana. Hiyo mbegu itamea, lakini kubali leo, umpe Yesu maisha yako. Kubali leo Yesu. Yesu anagonga malangoni kwako. Yesu anagonga malangoni kwako. Mkubali Yesu leo. Mkubali Yesu leo. Akutue mizigo yako. Akutue mizigo yako. Yesu anasubiri sauti yako kusema na kukubalia Yesu ingie kwenye maisha yangu. Ukikataa ukisema wewe Yesu sikutaki, hata kama unaendaga kutoa michango kanisani, hata kama waga wewe ni kiongozi, bado hujaokoka, kwa sababu hujamfungulia Yesu ayabadilishe maisha yako, kwa sababu hujamfungulia Yesu ageuze tafakari yako. Mkubali Yesu leo. Fungua lango la wokovu, abadilishe kusema kwako, abadilishe kusema kwako, abadilishe kusema kwako. Najua unasema mimi nina dhambi nyingi sana, mimi nina dhambi nyingi sana. Sikia nikwambie, huyu tuliyemleta ndiye anayekutaka wewe mwenye dhambi nyingi, wewe mwenye dhambi nyingi, wewe mchawi sana, ndiye anayekutaka. Hatujaja kuhubiri kwa wale ambao wameshampokea Yesu, kwa sababu hao sasa hivi wanavyosikia Injili wanasema kwanza wahubiri kama mimi ninavyohubiri, hawataji mistari kama anavyoitaja Yesu. Anasema tabibu waga mgonjwa waga mfuate tabibu, lakini mgonjwa huwa anamfuata yule ambaye anamsaidia kwa sababu ana shida. Au matajiri waga wamfuate tabibu. Unaojiona tajiri wa kiroho, kuna mtu maeneo haya anaumwa na maradhi, anaumwa kwa kukosa amani, anaumwa kwa kutumikia mizimu. Yesu anasema yuko hapa kukuokoa nayo maagano yuko ukiingia. Wakati unatafuta utajiri wa milioni moja tu, utajiri wa 500,000 tu, utajiri wa milioni 10 tu, yupo Yesu akuokoe, yupo Yesu kukuokoa. Lakini anasema anataka kwanza ukubali, umwambie Yesu karibu, Yesu karibu. Hatupo hapa kukulazimisha, wala Yesu hayupo kukulazimisha, lakini sauti yake inasema ya kwamba anapisha hodi, anapiga hodi kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Kubali leo Yesu, mkubali huyu Yesu, mkubali huyu Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Yesu yuko hapa kutengeneza na wewe. Yesu yuko hapa kurejesha maisha yako yaliyopotea. Yesu yuko hapa kukuita wewe ambao umeambiwa ufai kwenye jamii, kukuita wewe ambao wamesema wewe umekuwa masikini sana, hatukutaki. Yesu anasema yuko hapa kwa ajili yako. Wewe unatakiwa ufanye tu neno moja, sema nakukubali, Yesu nakukubali, Yesu nakukubali, Yesu nakukubali. Sogea mbele za Bwana, sogea mbele za Bwana. Ni nini kinachokuzuia? Je, ni mizimu ya kwenu? Je, ni magonjwa? Maisha ni mara moja, baada ya kufa ni hukumu mpendwa, baada ya kufa ni hukumu mpendwa. Msogelee Yesu leo, msogelee Yesu, msogelee Yesu leo, msogelee Yesu leo. Muda ni mchache, narudia tena, muda ni mchache. Yesu anarudi, muda ni mchache. Utajikaza mpaka lini? Utajikaza mpaka lini? Utajikaza mpaka lini? Acha kumpulsia huyu Bwana tunayemsema ingie kwenye maisha yako, tunayemsema yabadilishe maisha yako. Bwana yuko malangoni kwako, anapiga hodi. Bwana yuko malangoni kwako,
moja. Pokea leo Yesu. Amen. Hey. Haleluya. Amen. Haleluya. Wana praise, karibuni. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo.